Rasmi katika ibada hii. Nataka niwakaribisha rasmi katika ibada hii, na labda kabla tujaendelea, wacha kwanza tuaminie Mwenyezi Mungu. Baba mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo umepata kututendea na kututengea, sio ya kwamba tumetenda yaliyo mema, bali tumepata kuamka kwa neema zako. Nimekuja mbele zako kuwalisha watoto wako neno hili, neno lenye baraka, neno lenye uwezo ndani ya maisha yetu Bwana. Tazama mfalme wa amani, naomba ya kwamba ukaondoe kila mawazo yaliyo yangu na kila neno lililo langu ndani yangu. Mfalme wa amani, ukawabariki watoto wako, ukawajalie masikio ya kiroho ili watakaposikia neno lako Baba mwema, neno hili likawa la baraka kwao, na katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Mungu naomba nikiamini. Amen. Nilikuwa nataka kuzungumzia habari ya chakula cha kiroho na chakula hichi cha kishetani ama cha kichawi. Chakula cha kishetani ama chakula cha kichawi. Na mara mingi msimu huu vile watu wanasafiri kwenda nyumbani, hapo ndipo wanaenda kukamatiwa. Maana kuna vile vitu ambavyo wanaenda kubadilishiwa katika ulimwengu wa roho. Utaenda, shangazi atakuita kuja kula chakula fulani, kumbe kile chakula ni chakula cha ibada. Wao wamefanya ibada, wanataka ukirudi katika mji usiwe mtu wa baraka tena, uwe mtu wa kuhangaika, uwe mtu wa kuteseka, uwe mtu wa kukosa kazi. Ulikuwa kwa ndoa yako ilikuwa na amani, ulipokwenda kukula chakula kwa wajomba, ulipokwenda kufanyiwa ibada pale inaitwa meeting family, hiyo yote ibada ya kifamilia, mmekusanyika, kumbe kuna mtu pale ndani anawinda maisha yako, anawinda huduma yako, anawinda kazi yako. Anaona hatua zenye umefanya na ni kwa sababu ya kazi. Sasa atakukamatia kwa chakula. Utakula kile chakula na kinakupa spirit of rejection. Ukikuja kazi unaambiwa kazi yako imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 38 hadi 40. Andiko linasema hivi: Elisha akafika Gilgali tena, na kulikuwa na njaa katika nchi, na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake. Akawaambia mtumishi wake, teleka sufuria kubwa wapikie wana wa manabii. Na mmoja wao akaenda nje kondeni ili kuchuma mboga, akaona matanga mwitu, akayachuma matanga mwitu, hata nguo yake ikawa imejaa. Akaja akayapasua sufuriani, kwa maana hakuyajua. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu. Wale hawakuweza kula. Sasa unaona, mtu huyu amekamatwa namna hiyo. Huyu ameenda ametafuta chakula, matonge mwitu ameleta kabisa, anajua hii itapata kuliwa. Lakini wakati wanaandaa, wakati wa kupakua, yule ambaye anapakua akashutuka, anaona nyama ya mtu iko ndani. Na vile leo hii unaweza ukasafiri ukaenda nyumbani, ibada kama hii unaweza ukaenda ukafanyiwa. Rafiki amekualika, uwezo ukajua nia ya rafiki ni nini. Kumbe nia yake apate kukamata wewe, apate kukamata kazi yako, apate kukamata uchumi wako, ili uhangaike katika maisha yako. Na ndiposa leo nataka nikufundishe ibada kama hizi ndizo ibada tutakazozivunja. Tutakuwa tunaingia maombi ya kubadilisha vitu kama hivi ambavyo uliwahi ilishwa katika ndoto ama physically.
na vinaishi kuhangaisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Yeremia, maana watu wa Mungu, muache kuwa na pupa, tamaa. Muache kuwa na tamaa kabisa, maana hii tamaa itakuletea taabu katika maisha yako. Sometime hata kama unahisi njaa, ukiitiwa chakula, usiwe mtu wa kupurukuka tu kwa sababu ya njaa unakimbia unaenda kula chakula. Kumbe utakuwa unajiingiza katika mtego. Unaingia katika mtego kabisa. Wanakukamatia hapo kwenye mtego huo, na kuondoka katika mtego huo itakuwa ni vigumu, mpaka upate mtumishi wa Mungu asimame nawe akuombee, ili hicho chakula ambacho ulilishwa ama ulikula kipate kuyeyuka ndani yako, kitoke. Na ndiposa unapotanga masaa ya deliverance, tunavyofanyia watu ibada ya deliverance, unapata watu wanatapika. Watu kwa sababu gani? Kuna vile vitu ambavyo vimekusanyika ndani yake, na sio vitu vya kiungu, ni vitu vya kipepo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu huyu anapotapika, anapata deliverance, anapata uhuru ndani yake, anakombolewa. Amen. Tusome Yeremia. Yeremia sura ya 30. Kitabu cha Yeremia sura ya 30 mstari wa 16. Yeremia sura ya 30 mstari wa 16. Andiko linasema hivi: basi watu wote wakulao wataliwa, na adui zako wote watakao kwenda kufungwa, kila mmoja wao na hao waliokuteka nyara watatekwa, na wote waliokuwinda watawafanya kuwa mawindo. Unaona? Sasa watu wamewindwa, watu mmefanywa kuwa mateka. Na maandiko hapa imesema ya kwamba wale ambao wamekufanya kuwa mateka, Mungu atatumana nao wafanywe kuwa mateka. Na wale ambao wameishi kukuwinda, vile vile Mungu naye ataanza kuwinda maisha yao. Ibada kama ya siku ya leo ndio ibada ya kuteka wale watu ambao wamekuteka. Ndio ibada ya kufanya kana kwamba Mungu amejitokeza, anawinda maisha ya wale ambao wameishi kuwinda. Wenda ulipea mtu fedha, akakukamatia kwenye fedha. Ulimsaidia mtu kitu, akakukamatia hapo. Lengo lake haikuwa kusaidika, lengo ilikuwa kuweka katika mtego. Na ndiposa ibada ya siku ya leo tunakuja kukomboa wale watu ambao wamefungwa, wale watu ambao wametegwa, wale watu ambao wanawindwa. Mungu ametutuma kwa ajili ya maisha yenu. Watu wametupiwa vitu vile ambavyo havistahili katika maisha yao, vinawatesa. Mungu ametutuma kwenu. Vile wanawinda maisha yako, ndivyo Mungu atawinda maisha yao. Vile wamekutega, ndivyo Mungu naye anatumana wategwe nyara pia wao, wasikie hiyo uchungu ya kuteka wengine nyara. Maandiko yanasema ya kwamba usichopenda ufanyiwe wewe, basi usimfanyie mwenzako. Usimfanyie mwenzako. Na ibada ya siku ya leo, mtu wa Mungu, na kuombea baraka. Kile chakula cha kichawi ambacho ulilishwa, ukakamatiwa hapo, wakakuwinda, wakakuweka kwenye mtego, Mungu anaenda kukuondoa hapo katika jina la Yesu. Nataka uwe mtu wa imani. Mungu anaenda kukuondoa hapo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu manake ni mwaminifu. Mungu hawezi akakuachilia ukahangaika. Atakuandaa, lakini hata kukimbia, hata kuacha. Yeye anakuandaa. Na katika safari hiyo ya changamoto, wewe nawe inuka, zidi kumwaminia Mwenyezi Mungu. Mungu atakupigania. Mungu atakupigania. Tusome katika kitabu cha Mika 3:3. Kitabu cha Mika 3:3. Tuone maandiko yanasema nini. Naam, mnakula nyama za watu wangu,
na kuwachuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao, naam, kuwakatakata vipande vipande kama kwa kutiwa chunguni na kama nyama sufuriani. Unaona, watu hawa wanaumizwa, watu hawa wanateswa, watu hawa wanachuna ngozi zao kama wale watu ambao wanakatwakatwa na kutupa kwenye chungu sufuriani. Unapata mtu amekamatwa, ametupiwa maroho ya ngozi, ngozi yake imepasuka. Ikipasuka anahisi uchungu, analia, anaumia, ana msaada. Penye analala akiamuka unapata ngozi zimemwagika hapo. Mtu huyo anaumizwa, anapigwa, anateswa na madhabahu ya nguvu ya giza. Na leo ndio Mungu amenituma katika maisha yako. Hawatakula nyama zako, Mungu atawalisha nyama zao wao wenyewe. Mungu atakushindania, Mungu atasimama upande wako. No matter umepitia machungu gani, no matter umepitia maumivu gani, lakini imani yako itakusaidia Mungu akuonekanie. Imani yako itakusaidia Mungu akutetee. Usiende katika miungu, usiende kwenye waganga, usiende kwenye wachawi kutafuta msaada. Msaada wa kweli unatoka kwa Mungu, na ni msaada unaodumu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ulikutana na yeye tu akakuambukiza hiyo roho, akakuweka kwa madhabahu yenye wewe uweze ukajitoa, akakuweka penye wewe kwa hiyo nyungu uweze ukajitoa, mpaka Mungu atumane mtumishi wake ili aje akusaidie katika maisha uone mwangaza. Hizo nyama zenye unakula, ndoa iliharibika, waliona unaendelea vizuri na mke wako, mnapanga mambo yenu yana flow vizuri, wakasema huyu chenye tutamfanya, wacha tumkamatie kwa chakula. Wakakuandalia nyama ukakula, kumbe unakula nyama za kuzimuni. Ulipokula hivyo, baada ya kufika kwa nyumba, hauna maelewano na mke wako, hauna maelewano na mume wako ama mchumba wako. Wanachuna ngozi zenu, wamekatakata nyama zenu vipande na mifupa, wameweka katika sufuria. Ndiposa unapata mtu analala usiku, anaota kuna watu wamemshika, wamemweka kwenye maji moto, anaungua, anapiga nduru, lakini hakuna mtu wa kumsaidia. Hiyo ndio vyakula vile ambavyo wanaandaa kuzimu. Watu wa Mungu wanateseka, watu wa Mungu wanateseka. Wanachukua mkono wako, wanaufinyia kwa maji moto, unaungua, unalia, lakini hakuna mtu wa kukusaidia. Kwenye ndoto unapoamka asubuhi, unapatanga mkono wako huo ni kama uko sawa, unaendelea hivyo, mwisho mkono huo unakuja unapooza, mwisho mkono huo unakatwa. Kwa sababu gani? Shetani amekufahamia katika ulimwengu wa roho. Na leo Mungu amenituma kama nabii katika maisha yako, nikunenee jambo la ukombozi, nikunenee jambo la baraka, na Mungu akakuonekania. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10:20, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza 10:20, andiko linasema hivyo: sivyo, lakini vitu vile wanavyovitoa sadaka wavitoavyo kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi mshirikiane na mashetani. Hamuwezi kuinywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Unaona, sile vitu ambavyo vinatumika katika madhabahu ya shetani. Sisi watu tuliookoka hatutafute msaada kwa mashetani, tunatafuta msaada kwa Mungu. Msaada wetu tunatafuta kwa Mungu, na msaada tunavyotafuta kwa Mungu, Mungu atapata kututetea, Mungu atapata kutuonekania. Na vile vile wewe tafuta msaada kwa Mungu. Kikombe kile ambacho kinatumika kwa mashetani hatuwezi tukakitumia kwa madhabahu ya Mungu. Kikombe kile ambacho mapepo na nywea hatuwezi tukakinywea. Sadaka zile ambazo zinatolewa katika madhabahu ya mashetani, sadaka hizo sisi hatuna mahusiano nayo.
sadaka zetu tunapeleka katika madhabahu ya Mungu. Na ndiposa leo hii unaweza ukapata ni mtumishi lakini anajiitanisha na neno la Mungu, lakini Yesu sio mtumishi wa Mungu, ni wakala wa shetani. Na ndiposa Yesu anasema sio wote wasemao Bwana Bwana wataingia katika ufalme wa Mungu. Sio wote wasemao Bwana Bwana moyoni mwao wananipenda. Shetani kutamka neno la Yesu sio jina la Yesu sio shida. Anatamka lakini anajua yeye amekukamatia wapi. Anajua amekukamatia wapi. Na wewe mtu wa Mungu hapo ulipo, na kukaribisha sana katika ibada ya siku ya leo. Katika ibada ya siku ya leo, ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 25, Hesabu 25 mstari ukiwa ni wa pili. Hesabu 25 mstari wa pili. Andiko linasema hivi: kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka waliowachinjia miungu yao, watu wakala chakula wakaishujudu hiyo miungu yao. Unaona sasa, mtu wa Mungu, unaona leo mnaalikwa huu msimu, mnaalikwa katika matamasha, katika masherehe, sijui ni rafiki, sijui ni nani, lakini kumbe hizo sadaka, hizo ng'ombe zenye wamechinjia miungu yao. Utakapokula wewe utakuwa umeshujudia miungu yao, na Mungu anachukia jambo hilo sana. Mungu anachukia jambo hilo. Sasa uwe mwangalifu sana. Sherehe ambayo unaenda, rafiki amekualika au uko kwenu, omba Mungu sana usiende ukakamatwa na kile chakula, maana itakuwa umetoa sadaka katika madhabahu ya mashetani. Na Mungu ametuonya sisi hatushirikiani na mashetani. Sisi hatushirikiani na sadaka za mashetani. Sisi tunashirikiana na sadaka za kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka za kiungu. Vile vile wewe nakukaribisha sana tushirikiane katika kazi ya Mungu, tushinde mwovu shetani. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wa 15. Kutoka 34:15. Andiko linasema hivi: usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya usinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake. Unaona? Usifanye maagano. Kuwa mwangalifu mpendwa, wakati unasafiri kwenda nyumbani, wakati hii masherehe ya huu msimu, utaona vile watu wakitoka nyumbani vile watalia. Kazi imeharibika, sijui ndoa, sijui ugonjwa, sijui ni nini. Kwa sababu gani? Mmeshiriki sadaka zile ambazo zimetolewa katika miungu ya mashetani. Mmeshiriki hiyo sadaka, na ndiposa utaishi kupigwa mwaka baada ya mwaka. Unangojanga Disemba ndio ukimbia nyumbani, na kila ukikimbia mambo yako yanaharibika. Yaani hata uwezi ukaona kuna shida mahali, uwezi kabisa ukashuhudia hapa kuna shida, uwezi ukaona hilo. Kabla uende nyumbani, enda fanya ibada kanisani, enda katika madhabahu ya Mungu, fanya ibada. Mungu naye atakushindania. Amen. Mungu atakushindania. Ukisoma Zaburi, kitabu cha Zaburi 27
sura ya kwanza 27 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili. Zaburi. Andiko linasema hivi: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni muhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama zangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Unaona, mtu aliye na Mungu, mtu aliye na Mungu, mtu aliyembeba Mungu ndani yake, hata wakati utaitiwa hiyo chakula cha maagano yao, utasikia tu roho yenyewe imekataa. Unasikia tu nimeshiba. Kwa sababu gani? Bwana ni ngome yako na ni nuru, ni taa ya miguu yako. Adui zako alipokaribia alijikwaa akaanguka. Lengo lake ilikuwa ni kukula nyama zako. Lakini wakati walipokuitia hiyo nyama ukule, wakati walipokuwa wanakuinda, wakati walikuwa wamekunasa, Bwana alikuondoa katika huo mtego wao. Adui wakaja wale nyama zangu, waliponikaribia walijikwaa wakaanguka. Kwa sababu gani? Mtu huyu alikuwa na Mungu. Mtu huyu alikuwa amembeba Mungu, na Mungu hangeweza kubali mtu huyu aumie, ateswe na maadui. Mungu hakubali. Na ndiposa Daudi anatuambia kwamba amuogope nani? Bwana ni taa yake, ni nuru ya miguu yake, tena ni ngome yake. Adui alipomkaribia ale nyama zake, alianguka mbele zake. Bwana asifiwe. So msimu huu unapokwenda nyumbani, mtu wa Mungu, be very careful. Omba Mungu, fanya ibada kabla ya kwenda. Tafuta mtumishi wako, fanya ibada kabla ya kwenda nyumbani. Atakusaidia sana katika hilo jambo, na Mungu atasimama nao. Methali 26:27. Methali 26:27. Methali 26 mstari ukiwa ni wa 27. Achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, naye abingirishaye jiwe litamrudia. Wale watu ambao wanaokuchimbia mashimo, naomba Mwenyezi Mungu akusaidie watumbukie wenyewe. Na wanaopiringisha jiwe juu ya maisha yako, Mungu akarejeshe lile jiwe kwa maisha yao, in the name of Jesus. Hautashindwa utakapokwenda nyumbani. Mungu atasimama na wewe, Mungu atakupigania na utapata kushinda vile vita, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Oh my God, naomba kibali tu Mwenyezi Mungu akushindanie. Wanaokuchimbia mashimo waingie wenyewe, wanaokuwekea mitego wanazwe wenyewe, wanaofanya maovu juu yako Mungu akawarejeshe wenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 19. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 19. Andiko linasema hivi: na watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Watapigana na wewe, watakutafuta, lakini hawatakushinda. Mungu yu pamoja nawe. Mungu atakusimamia tu katika hilo pengo. Mungu atakulindia hilo pengo. Hawataingia kwenye maisha yako, hawataingia kukuvuruga. Mungu atasimama nawe. Mungu atakubariki, atakuwekea kinga katika baraka yako. Unapotafuta kazi, Mungu atakufanikisha. Walikuwa wamekuzuilia, lakini Mungu anaenda kukufungulia milango ya kazi, in the name of Jesus. Amen. Uwe mtu wa imani, uwe mtu wa imani mpendwa, na itakuwa baraka sana. Tusome Yeremia 17. Kitabu cha Yeremia
sura ya 19 mstari wa 9. Yeremia 19 mstari ukiwa ni wa 9. Tuone andiko linasema nini. Andiko linasema hivi: nami nitawalazimisha kula nyama na wana wao, oh my God, na nyama za binti zao, nao watakula kila mmoja nyama ya rafiki yake wakati wa mazingira ya dhiki, ambaye adui zao na watu wale watafuatao roho zao watawadhigisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atamforce yule adui ambaye anawinda maisha yako, yule adui ambaye anawinda maisha yako. Mungu atamlazimisha, atakula nyama zake, maana wamepanga kukulisha wewe, lakini atawalazimisha. Watajikuta wenyewe wameingiwa kisirani, wamepatwa na pepo wenyewe, watakula nyama zao au nyama za rafiki zao. Rafiki zao waganga, wachawi, wale watu ambao wanakaa vikao wakikupangia. Mungu atawalazimisha, watakula nyama zao. Waliokupangia mabaya ya wapate wenyewe. Hebu tusome kitabu cha Zaburi 49. Zaburi 49. Zaburi 49. Fungua nami kitabu cha Zaburi 49. 49 mstari Zaburi 46 mstari kwa mstari wa ngapi? Wetu yote Zaburi, I think ni Isaya. Zaburi Isaya 49, Isaya 49:26. Andiko linasema hivi: na hao wanaokuonea nitawalisha nyama zao wenyewe, nao na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe, kama kwa kuwa mvinyo mpya, na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana ni Mwokozi. Mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako, ni mwenye enzi ya Yakobo. Unaona? Bwana atawalisha nyama na atafanya damu zao wahisi kana kwamba wanakunywa mvinyo. Sio kama kuna mtu ananielewa, mpendwa. Mungu akitaka kulipisia kisasi, wewe usishindane, achana na Mungu akushindanie. Walikuwa wamechinja mbuzi, wamefanya ibada kwa hiyo mbuzi ili ukienda wachanganye kwa chakula ukule. Lakini Mungu atabadilisha kabla uwafikie wao wenyewe. Mungu atabadilisha tu kitu, wakunywe damu zao, wasikie ni kana kwamba wanakunywa mvinyo, lakini kumbe itakuwa wanakunywa damu zao. Amen. So mpendwa, popote ulipo pale, chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Mungu asimame nawe, Mungu akushindanie.
na Mungu akubariki. Nipigie simu tu, nipigie simu yangu, tupate kuaminia Mwenyezi Mungu, tukaombe pamoja. Amen. Na Mungu akubariki asubuhi ya leo. Mungu akulinde na akuinue. Amen.